jasho la mtu ni results ya mzunguko wa damu ya mtu wa kawaida kibiolojia. So when you share your sweat with someone on bed, you should know you are also sharing whatever that is in the blood of that person. Inaweza isiwe HIV, kwa sababu anaweza akavaa condom na mkajiona mko salama. But what else that you cannot protect? I told you, other things are sensitive. What else ambacho hamwezi kuzuia? Kwa sababu trust me, pale mnazuia tu michubuko na majimaji yasipitilize. The question is, when you are sharing that sweat which is direct from the blood, what else are you sharing? Inawezekana katika kukua kwako, you were so intelligent, so fine, so okay, until you met a certain lady, a certain guy. You slept with you share a sweat. The moment you share a sweat, there is a way in your move. Ni kama there is something that is happening in your life now. You don't understand. Picha zako za ndani hazieleweki tena. Kuna namna you don't see things the way you are supposed to see. Watu wengine hamuelewi kwa nini mnakata tamaa kirahisi. Na wakati ulijizoeaga wewe kuwa ni mtu ambaye ni jasiri. Somebody shared with you a certain sweat ambayo kwao hajawahi kujaribu mambo makubwa, so they always afraid. Tangu zamani ulikuwa unajaribu mambo makubwa, but until you met that guy, right now kila ukiangalia kitu unawaza mara mbili, can I really do it? Hiyo fear imetokea wapi? There is a guy you met. Impartation of the blood. There is a reason why Yesu akutema mate yake, alitoa damu yake. Mate yake alikuwa na uwezo wa kuponya mgonjwa. You remember, kuna mtu alikuwa hana macho. Yesu akachukua matope, akachukua mchanga, akatema mate, akafinyanga, akampaka kwenye macho. Yule ndugu akaona, alikuwa kipofu. Mnakumbuka? Kwa nini Yesu asitoe mate yake tu? Tuwe tunaimba hapo tunasema hivi, mate ya Yesu yananena mema. If saliva can bring eyes, sasa damu ya Yesu ina nguvu, my friend. Sio damu tu, hata mate yake. Sasa ngoja tuongee kiutu uzima. Nitaongea kwa mafumbo kwa sababu ya kuwasaidia watoto. Kama mate ya Yesu